Asante na karibu tena. Ikiwa ni mara yako ya kwanza, ujue basi kuna video 63 za nyuma ambazo zimepita za kuweza kufahamisha mabadiliko ambayo yanatokea ndani ya mwili wa mwanamke, na dalili ndizo ambazo huwa tunaziona katika sehemu ya nje ambapo mwanamke anakuwa anaionyesha. Sasa ikiwa ni darasa la 64 na kama ni mara yako ya kwanza, ujue kuna video 63 ambazo huwa zinaeleza siri iliyojificha katika hedhi, lakini kuna video 65 na kuendelea. Yaani ni series ambayo imetoka madarasa 100 ikieleza siri iliyojificha katika hedhi, ni vitu gani ambavyo mwanamke huwa anavipitia na mabadiliko ambayo yanajitokeza. Leo ikiwa darasa 64 tuzungumze ni kitu gani huwa inapelekea au mwanamke anaweza kutokewa na hali ya kubadilika kwa muda ambapo anakuwa katika mzunguko au anapokuwa katika hedhi au siku chache kabla ya hedhi. Sasa nianze kwa kusema hivi ambacho unapaswa kukifahamu sasa na kuweza kuhakikisha kile ninachokizungumza unakifuatilia na kuweza kukitilia maanani zaidi. Kwanza tuanze na hedhi. Hedhi ni nini? Na tushajabu kuzungumza madarasa yaliyopita hapa na kukumbusha tu ili uweze kuelewa kwa sababu gani mwanamke kipindi ambacho anaelekea katika hedhi huwa muda wake unabadilika, au hedhi inaanza kumfanya mwanamke kubadilika mudi. Ndio, kuna sababu kadhaa ambazo huwa zinatokea. Sasa hedhi ni mzunguko mzima wa mwanamke. Hapa tuzungumzi siku chache zile ambazo utakuwa na bleed au siku chache kuelekea katika hedhi. Ni tunazungumza mzunguko mzima kuanzia siku ya kwanza anatoka damu mpaka siku ya mwisho na kuanza mzunguko mwingine. Kwa hiyo ni mzunguko mzima huu huwa tunaita hedhi. Hedhi ni nini au mzunguko ni nini au period ni nini? Ni mabadiliko au ni hali ambayo ni tatizo la kujirudia au ni hali ya kujirudia. Yaani inaanza mwanzo, inaenda afu mwisho wa siku inarudi tena mwanzoni. Ndio tukapata neno period, ndio tukapata neno mzunguko wa mwanamke, ndio tukapata neno hedhi. Kwa hiyo hedhi ni mzunguko, hedhi kwa Kiingereza wengine wanasema ni period, mimi leo niko period, mimi si niko nini. Kwa hiyo ni mzunguko ambao unajitokeza. Kwa hiyo kwa sababu gani mwanamke mood huwa zinakuwa zinabadilika kutokana na kipindi ambacho yupo. Sasa je, swali langu kubwa ninasema hedhi inaweza kubadilisha mood? Ndio inaweza kubadilisha, na tushaanza kusema mzunguko. Kwa hiyo hedhi ni mzunguko, kwa kila mzunguko na vipindi tofauti tofauti, kipindi cha masika, vuli, na nini. Kwa hiyo sababu kubwa iko au vipindi vikubwa ni vipindi vinne, ambacho kipindi cha kwanza kabisa ni siku yenyewe ya hedhi ambapo mwanamke atakuwa na bleed, lakini kipindi cha pili ni follicular phase, kipindi cha tatu ni ovulation day au ovulation siku ambayo ni siku yake ya hatari, au tunaweza kusema na kipindi cha nne ni luteal phase. Yaani kila mmoja anaita majina yake. Wengine wamekuwa wakitumia majina ya mvua, vuli, sui, masika, kiangazi, sui nini. Kwa hiyo yani yote yanakuwa hapo, lakini sisi tunatumia tu majina ya kawaida ambayo inaweza kukupa mwongozo. Kwa hiyo ni siku ya damu, siku ya follicular phase ambapo ni maandalizi ya kuchavusha yai, lakini siku yako ya hatari, na kipindi kingine huwa tunaita luteal phase. Sasa vipindi vyote hivi huwa vina muda maalum. Sasa kama hujafuatilia basi ni vyema ukafuatilia na kuweza kuelewa kile ambacho nakizungumza hapa. Lakini kubwa ambalo unapaswa kulifahamu ni hili. Tunaposema mood kubadilika huwa inategemea na homoni za mwanamke. Mwili wa mwanamke kwa kiwango kikubwa umeendeshwa na homoni ambazo lazima azingatie. Yaani hata kama atatumia ubongo, lakini bado kuna sehemu ambapo homoni zake zinaweza kupelekea ubongo wake kushindwa kufanya kazi. Yaani homoni zikatawala kwa kiwango kikubwa kuliko ubongo ambao unatakiwa kufanya kazi. Na ndio maana wao tunaambia mwanaume ni mtu ambaye amekuwa akitumia akili zaidi kuliko mwanamke. Mwanamke amekuwa akitumia hisia zaidi. Kwa hiyo mwanamke homoni zake zinapobadilika, na ndivyo ambavyo yeye anashindwa kufanya kazi pasavyo au anafanya kazi pasavyo kutokana na mood au homoni zinavyokuwa. Tunapozungumzia kipindi ambacho mwanamke anakuwa anaelekea katika hedhi, homoni zake za estrogen, progesterone na homoni ya serotonin huwa zinashuka na kumpelekea mwanamke kuwa na hali ya kivivu, au amekuwa ni mtu mwenye hasira sana, au mambo madogo anachukua kwa kiwango kikubwa zaidi, au mabadiliko yote ambayo mwanamke huwa anaonyesha ya hali ambayo ya kuwa chini au hali ambayo ni ya tofauti kabisa. Lakini mwanamke anapokuwa katika siku zake za hatari au anapokuwa katika stage ya follicular stage,
huwa mwanamke anakuwa ni mtu ambaye ana nguvu, ana furaha na hali fulani ambayo ni ya motisha kuweza kumfanya akafanya mambo mengi sana akiwa na furaha bila kuchukia. Kwa hiyo hata jambo dogo atachukua kwa dogo, lakini pia anaweza kufanya maamuzi ambayo atakuwa bora kwa kipindi hicho. Kwa hiyo mood yake inategemea na homoni yupo katika kipindi gani. Tunapozungumzia kipindi cha follicular huwa homoni zinakuwa juu, lakini kipindi cha luteal phase homoni za mwanamke huwa zinakuwa chini na kumpelekea kupata hizo mood ambazo huwa zinajitokeza. Kwa hiyo ni kawaida kwa mwanamke kuweza kubadilika mood pale ambapo anakuwa katika mzunguko au tunaweza kusema hedhi. Kwa hiyo hii ni darasa la 64, usikose darasa la 65 ikiwa ni muendelezo wa madarasa 100 ya siri unayojificha katika hedhi na mambo ya kuzingatia. Ni hatua gani za kuchukua kama mabadiliko ambayo sio kawaida, mtafute daktari, lakini kama atakuwa ni mabadiliko ya kawaida na ulikuwa hujui, basi jambo la kawaida na usitilie mashaka. Hakikisha tu unakuwa bora wakati wote, afya yako inaweza kujengeka vizuri tu. Asanteni mpaka wakati mwingine.